Kipindi kinachofuata baada ya sehemu ya kwanza ya kipindi cha kawaida ni kipindi cha Kwaresma. Ni kipindi cha siku 40 cha maandalizi ya Pasaka, tukikumbuka safari ile ya Waisraeli jangwani, tukikumbuka pia majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo na wito wa toba, sala, kufunga na kutoa kwa wenye uhitaji. Ni kipindi cha siku 40 kuanzia Jumatano ya Majivu mpaka Jumamosi Kuu kabla ya mkesha wa Pasaka. Katika kipindi hiki tunaalikwa kuwa watu wa toba na unyenyekevu, tuwe watu wa kujinyima. Na rangi zinazotumika katika kipindi hiki ni rangi ya zambarau ambayo inaonyesha toba. Na katika Jumapili ya 4 ya kipindi hiki cha Kwaresma huwa inakuwa ni Jumapili ya furaha, tunaita Letare Sunday. Furaha ambayo ipo katikati ya safari ya toba. Lakini pia rangi nyekundu huwa inatumika katika kipindi hiki hasa katika Jumapili ya Matawi, lakini pia Ijumaa Kuu ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anamwaga damu yake msalabani. Na mada ambazo huwa zinaongelewa katika kipindi hiki kibiblia ni mada kama vile toba binafsi na za jumuiya, majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo, miito ya huruma ya Mungu na toba, lakini pia safari ya Yesu kuelekea msalabani, maboresho ya maisha yetu ya ubatizo, lakini pia manabii watakuwa wakiongelea mambo ya haki, kufunga na kuwapa watu wenye uhitaji. Maadhimisho ya kiliturujia katika kipindi hiki cha Kwaresma, kwanza tunaalikwa kuwa na ibada nyingi zenye unyenyekevu, ibada za njia ya msalaba, mafungo na toba. Lakini pia tunaalikwa kufanya kitubio mara nyingi tuwezavyo. Na katika kipindi hiki mapambo yanakuwa machache yenye rangi ya zambarau, lakini pia utukufu na haleluya haziimbwi kabisa. Ni vizuri pia kusema kwamba kuna Juma Kuu ambalo huwa linakuja ndani ya kipindi cha Kwaresma. Ni juma la mwisho kabla ya ukombozi wetu kamili ambao huwa unakuja kipindi cha Pasaka. Na Juma Kuu huwa linaanza na Jumapili ya Matawi ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anaingia Yerusalemu akiwa tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Na baada ya Jumapili ya Matawi kuna siku nyingine 3 za muhimu ambazo zinakuja ndani ya ile wiki kuu. Tukianza na Alhamisi Kuu ambapo maeneo mengi maaskofu huwa wanafanya ibada ya kubariki mafuta ya aina 3, ambapo kuna kubariki mafuta ya krisma, mafuta ya katukumeni na mafuta kwa ajili ya mpaka wagonjwa. Na jioni huwa kuna ibada ya karamu ya mwisho, ibada ya misa ya karamu ya mwisho. Na katika ibada hii huwa kuna mambo makuu matatu. Kwanza, Yesu Kristo anaweka sakramenti ya daraja takatifu. Lakini pili, Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi takatifu. Na tatu, Yesu anaanzisha amri kuu ya upendo na anafanya hivyo kwa kuosha miguu mitume. Na baada ya ibada ya karamu ya mwisho kwa maeneo mengi huwa wanafanya ibada ya kuabudu Ekaristi kwa usiku mzima. Kuna mkesha wa kuabudu Ekaristi takatifu. Siku inayofuata ni Ijumaa Kuu, na Ijumaa Kuu ndio siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anaingia katika mateso na anakufa pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu. Na mara nyingi kuanzia saa 9 mchana huwa kuna ibada ya Ijumaa Kuu ambayo kabla hapo inakuwa imetanguliwa labda na njia ya msalaba katika maeneo mengi. Na kipindi hiki cha Kwaresma huwa kinaisha na Jumamosi ambapo huwa inakuwa ni siku ya ukimya kabisa, na ni siku ambapo jioni yake sasa tunaanza kuingia katika kipindi cha Pasaka. Sasa katika kipindi kizima cha Kwaresma, mwelekeo wa kiroho ni kutambua dhambi na kuomba msamaha, lakini pia kusafisha mioyo yetu ili kupokea msamaha wa dhambi, lakini pia kufanya majitoleo mengi kwa ajili ya wahitaji. Sasa katika kipindi cha Kwaresma kuna mambo ambayo inabidi tuepuke kuyafanya. Nitataja tu manne. 1, tuepuke kufunga bila sala wala imani, kufanya tu mfungo wa nje. Lakini pia tuache toba za wazi za kuonyesha watu kwamba tunafunga.
Kipindi hiki pia tunaaswa kuepuka shughuli nyingi sana za kanisani ambazo tunazifanya lakini moyo wetu uko mbali. Lakini pia kipindi hiki tunaalikwa pia sio tu kujinyima na kutoa vitu vya ziada, lakini kutoa kwa moyo. Mara nyingi wengi huwa tunatoa, lakini tunatoa vile vitu ambavyo hatuvitumii. Kwa hiyo tunadhani kitu cha kuepuka, tujitoe kwa moyo, kama vile yule mjane alivyotoa senti 2 pale hekaluni na Yesu akaongelea juu ya wema wa mjane huyu.